Kama kawaida mtazamaji wa Sinaizo Online TV, ni kukaribishe. Tunakutana hapa kila wakati tunazungumza, na si kwamba sisi ambao tunazungumza kama ndio tumekamilika sana. Hakuna, kila binadamu ana mapungufu yake, lakini hii ni moja ya kukumbushana tu kwa wale ambao baadhi ya vitu ambavyo tumevisahau. Na hii hatuzungumzi kwa kila mtu, tunasema tu kwa baadhi ya watu wenye tabia hizo ambazo wanazo. Mimi naitwa Ramadhani Mkole aka Isomo wa Dubai. Leo siko peke yangu, niko na Adija, ukipenda niite Dida Mashallah. Anaitwa Adija, ukipenda unaweza kumuita Dida Mashallah. Ndio ambao tuko hapa leo tukizungumza masuala mbalimbali, lakini mada ambayo leo tumeona tuiweke mezani tuijadili ni ile mada ambayo sasa hivi imekuwa kuna baadhi ya sasa hivi hiyo kitu ipo, imekuwa kuna baadhi ya watu, jirani yake akipata matatizo, mtu wake wa karibu akipata matatizo, kwake inakuwa ni furaha. Yaani kuna matatizo ya watu, kuna baadhi ya watu wao kwa inakuwa ni furaha. Wanafurahia kwamba fulani kapata shida, afadhali nilikuwa nasubiri kwa hamu. Ndio. Mtu yani anakuwa anashadadia tatizo la mwenzie, yani anafurahia. Hiyo kweli ipo sana. Kiukweli yani katika maisha yetu sasa hivi ndio vitu ambavyo vinaendelea, na tena haswa kwa upande wenu nyinyi wa dada. Sawa haswa, japokuwa hata sisi wanaume pia ipo, lakini kwa asilimia kubwa kwa nyinyi wa dada hiyo ipo sana. Ipo sana katika jamii. Yani mtu anapenda kusikia mwenzake kapata tatizo, kapata shida, yeye anakuwa ni wa kwanza kucheka shida ya mwenzie, kutangaza, kuanika mambo ya mwenzie, na kizalilika mwenzake anafurahi, mwenzie yeye ndio anaona raha. Kwa jamani, hichi kitu mimi naona kama vile kuna mwingine unaweza labda ukawa Dida mwenyewe umepata zako, kuna mtu anawezekana akawa jirani yako tu anakuchukia bila mwenyewe kujua. Ndio. Wewe unacheka naye, unaweza kukata meza moja, kwa kila kitu mnashirikiana, anakuchekea hapa tu. Unamwambia matatizo yako, unashare naye vitu vingi, kila kitu maisha. Lakini kumbe kwenye moyo kuna mengi ambayo anakuombea mabaya ya kufike. Alafu yakisha kufika kwake yeye inakuwa ni furaha. Kuna mwingine jinsi ulivyo akikuona Adija yuko hivi, yuko vile, anaona anaringa yule. Kwa nini? Ana mashauzi sana. Kwa nini? Yani naomba Mungu ampige kitu, apate tukio moja zito. Nataka yani, naomba kama na mume, naomba yani aachike. Unaona kwa mwingine anajua, yani naomba mume aachike. Yani kwangu inakuwa ni aone vile unavyozalilika, labda utakapotanga na watoto, maisha yako atakapokuwa upo na mume na vile ambavyo upo peke yako, labda vile inakuwa ni anataka yuko vitu tofauti. Jamani, hivyo vitu tunaomba tuvikemee sana kwa sasa hivi. Kuna baadhi ya watu, hakuna kitu kibaya, usipende kufurahia matatizo ya mwenzako, kwa sababu ni mja umeumbwa leo kwa mwenzio, kesho kwako. Tunasemaga vidole, ukinyosha kidole hichi kidole kimoja kwa mwenzako, vinne vyote vimekurudia kwako wewe. Aswahili analile kabisa. Leo namcheka mwenzako matatizo yake, wewe kesho yako huijui, baada yako huijui, na wewe hujui kwamba utakuja kuchekwa na kitu gani, kwa sababu malipo ni hapa hapa duniani. Huko haira tunakwenda kuhesabiana tu. Yani huko kwamba wewe huko mbinguni ukienda, bado wewe ni wapotoni, ingia kule, wewe peponi, ingia huko. Lakini malipo ni hapa hapa duniani. Jamani, tusiwe na tabia ya kusherehekea matatizo ya wenzetu. Kuna mwingine utakuta anafanya sherehe kabisa. Ndio. Kumweza sherehe ya nini? Yani nina jambo langu, nimefurahi sana. Yani nina kitu yani leo nafurahi na raha gani? Hujajua kumbe mwafulani kaumbuka tayari huko ya uwanja. Mwafulani nakwambia sasa hivi kaparahizo upande mzima, hata kutembea hawezi. Mwenzake apata shida yeye anacheka. Ndio. Je, ukimuuliza mbona unamchukia mwenzako, una shida naye gani? Unajua sasa hivi binadamu tumekuwa tunachukiana. Hata kumbe mwenyewe ukimuuliza wewe mwenyewe kuna matendo unayofanya, hata Mungu angesema akuchukie, hata riziki ya ugali usingeipata. Ndio, ni kweli. Kwa sababu kuna mengi. Yaani kuna mtu kweli akimwona mwenzake kama hivi anamhukumu sana. Sipendi mimi yule. Mimi kwanza mimi namchukia kwa sababu mimi na yani damu yangu na yake haziendani. Sasa unataka mimi Adija damu yangu nako endane, mimi tumetoka kwenye ufuko mmoja wa uzazi. Mimi na undugu na wewe. Hata kumuona. Hata kumuona. Nikimwona nisia kuchefu. Tapika, mbona utapiki?
Yaani mimi hata akifa msiba wake siendi, kwani usipokuja wewe kunizika mimi sitazikwa. Sasa nikwambie tena halmashauri. Tena nikwambie kitu ndugu yangu. Hivyo vitu sio kwa majirani wala sio labda kwa watu baki, hata ndani ya familia zetu. Ndio. Yaani unakuwa na mtu ndani ya familia anakuchukia pasipokuwa na sababu. Yaani sababu ya msingi hakuna. Anakutakia dhiki, anakutakia ufedheheke wewe na kizazi chako. Hayo ndio maisha sasa hivi. Yaani huo uadui huo hauanziagi mbali, unaanzia ndani kabisa kabisa, ndani ya familia yako. Yaani mtu hataki kukuona, akuombea tabu, uwazirike wewe, uachike wewe. Kama una mume akuache, kama huna mume usipate kabisa, biashara zife, watoto shule wawe maziro kila kukicha. Yaani hizo laana hizo zinakuwa ziko hapo hapo ndani ya familia. Yaani hao watu wa nje wanakuwa wanabandika tu, lakini uadui huo unaanzia ndani. Naona mimi najua kuna familia nyingine utakuta kuna hizi zetu, familia zetu nyingine zipo mfano wao, wengine tunao kabisa. Utakuta kuna mtu mwingine ukipata matatizo, kuna mtu mwingine kwenye familia kwake anafurahi. Una wazazi wako, una watoto wako, una ndugu zako wengine, mimi nikusaidie vipi? Japokuwa anaongea pembeni afu maneno yanarudi, unajua waga mtu atakunyima tonge la ugali, lakini maneno mtu atakuja tu. Kwa hiyo kuna baadhi hivi vitu jamani, kwenye familia pia tujifunze jamani. Familia sisi tusipopendana sisi wenyewe kwa wenyewe, unadhani hata mtu, ndio maana sasa hivi imekuwa mtu asilimia kubwa mtu yuko radhi athamini rafiki wa nje kuliko ni ndugu, hata alizaa naye tumbo moja. Wengine hamuamini ndugu yake kabisa, tumbo moja hawaamini. Yaani sasa hivi wamekuwa hawaaminiani kabisa kabisa. Sasa hivi mtu na udugu wake, labda utakuta ana rafiki yake, anajua huyu mimi ndo ndugu yangu, ndo kila kitu changu. Lakini ndugu wa ndani kabisa hawezi kumsaidia ndugu yake. Tena sasa hapo labda nikuweke sawa kidogo hapo. Yaani kwenye swala la majirani, sijui watu wa nje, yaani hiyo inakuwaga bahati mbaya sana. Lakini ndani ya familia zetu, kwanza siku hizi ziko hivi, mtu ataka mtoto wa kwake yeye apate afanikiwe. Mtoto wa dada akipata haipo hiyo. Mtoto wa kaka akipata ataka apate mtoto wake yeye. Mtoto wake yeye ndio awe miliki wa familia. Kila kipata shida vile ni mwanae agaramikie vitu. Sasa nyewe wengine mkipata ndio mwatetereshwa. Hii haijakaa sawa kabisa. Kwa sababu leo yule yupo, kesho hayupo. Yule mtoto wa ndugu yako hawezi kukuacha, lazima atakusaidia tu, lazima akusaidie. Kwa hiyo katika familia tupendane. Ujue kabisa mtoto wa ndugu naye wa kwako, ni wa kwako. Usifurahie matatizo ya mwenzako, usifurahie matatizo ya mtoto wa mwenzio. Mtoto wa mwenzako amepata shida hivi, basi yako inakuwa afadhali, ngoja tuone sasa wazazi wake wataishi vipi. Hapo mwenyewe alikuwa akisaidia wazazi wake, labda kazini kidogo kuna kitu kimetoka mtafaruku, amesimamishwa kazi tena. Ngoja tuyaone sasa. Mkole sasa hivi imefikia hatua hata yani mtu akipata bahati ya kazi hivi kijiriziki amepata, hataki hata kumueleza labda mama yake, maana aona akimueleza mama atakaa na ndugu yake atamwadisia. Hata mimi mwenyewe tayari mpango tayari. Mfano mzuri mimi mwenyewe, wala tusiende mbali, mimi mwenyewe nikipataga mama naambia mama tafadhali, niwaambie ndugu zako baki nalo, msitaki ndio wote ajue. Watakuja kujua huko mbele au watanikuta huko, watakaponiona huko ndio watanijulia huko kwa sababu mchawi ndugu, jirani anaongezea tu. Mchawi ndugu. Wakati mwingine hata wazazi wetu pia wanatuponza. Mzazi anasema ngoja nimuelezee ndugu yangu, labda binti yangu yuko labda hivi anatua hii, labda anapitia hiki vile. Yeye anaongea kwa uzuri tu, lakini yule anaelezewa sasa. Pokea sasa vile. Kama ujue mtoto wa mwenzake amepata, ujue kiroho kakikunja. Kama kafeli, ujue ndio achomelea pale ndio vizuri. Ukisema riski leo umepata vijisukari, wamtumia mzazi na mama, utaweka vocha, utaweka sukari, naye asema mwanangu leo kanitumia kijivocha hapa. Yeye anasema tu kwa wema tu. Umeona? Lakini kumbe wenzake vile wenzake wanaozungumza wanaumia katika mioyo.
Tena wakati mwingine mtu kajitahidi huko kasema ngoja ninunue madera mawili ya ili la mama mkubwa na ili la mama mdogo. Mama mkubwa akimpa mwenzie, limetoka kwa mtoto wetu hili. Haya. Hilo la kuzuru, hilo anapokea, lakini afanyaje? Anakuwa anaumia. Kwa jamani, tunapoishi tuishi kwa usawa, tuishi kwa kupendana. Ukiona mwenzako anapata matatizo, kama unaweza kumbeba, mbebe, msaidie, beba matatizo yake. Kama analia, lia naye. Kama wanacheka, cheka naye. Mwenzako analia, wewe unacheka, ni vitu vili tofauti. Unataka kumalizia ndugu yangu hapo? Iko hivi, kuna mwingine naye utakuta ndugu anampenda labda wakati wa jambo lake. Mtu akiwa na jambo lake atamfuata ndugu yake ili achangie kile alichonacho. Lakini mtu akishamaliza jambo lake, basi ule udugu tena ni mbaya, jambo limeharibika, maneno hapa maneno pale. Ile inakuwa sio vizuri. Ndugu jamani, tupendane, maisha yenyewe ni mafupi haya kabisa. Kufa mara moja kabisa. Basi sisi kwa leo, mtazamaji wa Sina Hizo Online TV, hatuna la ziada. Kile ambacho tumekizungumza umekielewa vizuri kabisa. Tumewekana sawa na tunarekebishana tabia tu, kwamba tusipende kufurahia matatizo ya wenzetu. Mwenzako ana tatizo, cheka naye. Kama mwenzako ana jambo la kulia, lia naye. Mwenzako ana shida, kaa naye na huzuni, mpe maneno ya faraja, mpe maneno ya furaha. Mpaka kufikia hapa, sisi bwana, leo hatuna la ziada. Tukutane tena wakati mwingine hapa tukiketi na tukipeana masuala mbalimbali ambayo ya kurekebishana, ambayo hayafai katika jamii. Ulikuwa nami Ramadhani Mkole, Soma Dubai. Nilikuwa na Jabo D, anaita Dida, mashallah. Ndio tulikuwa hapa leo kwa siku leo. Tukutane wakati mwingine.